Mambo vipi ndugu mtazamaji, hii ni video yenye maelezo ya kina kuhusu bei ya Samsung na sifa zake za muhimu. Utafahamu bei yake kulingana na ukubwa wa memory na pia utofauti uliopo kati ya Samsung Galaxy A55 na Galaxy A56. Mwisho utatambua kama bei yake inakidhi sifa na mahitaji yako na kama unaweza kuimudu. Sasa tutazame kiundani. Tuanze kwanza na bei yake. Samsung Galaxy A56 yenye ukubwa wa GB 256 na RAM ya GB 12 inauzwa shilingi milioni 1,300,000. Ni bei inayoweza kukatisha tamaa kama haujapitia sifa zake, yani sifa za hii simu vizuri. Ukifuatilia sifa zake unaweza kukiri kwamba bei ni ndogo. Kwa matoleo ya ukubwa wa GB 128 bei inapungua kidogo. Kijumla sifa zake ni kubwa na utaweza kuitumia simu kwa kipindi muda mrefu, kwa sababu kuna vitu vya ziada itaendelea kupata kwa kadri miaka inavyoenda, kwa sababu wameahidi kuwa wataisupport, kwa sababu Samsung wameahidi kuwa wataisupport hii simu kwa kipindi cha karibu kama miaka 4 kama tutakavyoona hapo baadaye. Kwanza tuanze na uwezo wa network wa hii simu. Hii simu ina support mtandao wa 5G, lakini pia ina support mtandao wa 4G aina ya LTE category 18. Kasi ya LTE category 18 inafika megabytes 5100 kwenye kudownload kama mtandao unaotumia una support hiyo kasi. Kwa Tanzania 5G imeanza kuingia kwenye mikoa mingi zaidi. Kama unataka kupata kasi kubwa ya mtandao, ni vizuri sana kuwa na eSIM kwa sababu ina 5G. eSIM pia ina support eSIM, lakini ina support line 2 pekee za eSIM. Simu zingine zina support line mpaka 8. Unaweza kuweka line mpaka 8 za eSIM. Kuna mitandao kadhaa hapa Tanzania kwa sasa pia ina support, inatoa huduma ya eSIM. Baadhi hiyo ni Airtel, Vodacom na TTCL, nadhani hata na Tigo kwa sasa inafahamika kama Yasi wanatoa hiyo huduma. Ubora wa kioo cha Samsung Galaxy A56 ni mkubwa kwa sababu kwanza ni kioo cha aina ya AMOLED ambacho refresh rate yake ni 120 Hz, na pia ina teknolojia inayoongeza kina cha rangi kwenye kioo ambayo inafahamika kama HDR10+. Uangavu wake ni mkubwa ukilinganisha na Samsung Galaxy A55 ambayo nisi yake inafika mpaka 1200. Nini maana nisi? Ni kwamba ni ule ukubwa wa mwangaza simu inaonyesha kipindi ukiwa unaitumia katika maeneo ambayo yanajua kali. Kama unavyojua ukiwa juani kioo cha simu kinakuwa hakionyeshi vizuri mpaka uweke mkono kwa baadhi ya simu. Lakini simu ambazo zinakuwa na nisi kubwa kioo kinaonyesha vizuri katika mazingira yoyote. Utendaji wa Samsung Galaxy A56 unaweza kufanya vitu vingi ikiwemo kucheza game za kila aina, hata game kubwa ambazo wewe unazozifahamu. Kwa sababu gani? Hii inatumia processor inafahamika kama Exynos 1580. Exynos 1580 ina muundo wa core kubwa kama 4 hivi, ambapo core kubwa inatumia muundo wa Cortex A720. Cortex A720 ufanisi wake wa kutumia umeme ni mkubwa, kwa maana kwamba utendaji ni mkubwa, lakini unatumia umeme kidogo ambao unakuhakikishia kwamba utatumia simu kwa muda mrefu wakati hata ukiwa unacheza game. Kwenye app ya Geekbench inaonyesha Exynos 1580 inaweza kufungua pages, na maanisha kurasa 112 kwa sekunde. Kwa mfano ukiwa umefungua Google Chrome ukaiwezesha kufungua hizo page 112, basi itafungua kwa sekunde moja. Tofauti na processor ya Galaxy A55 inaweza kufungua kurasa 90 kwa sekunde. Unaweza kuona kuna utofauti mkubwa wa kiasi gani, ila kwa bahati Galaxy A55 inadumu na charge ukilinganisha na hii Samsung mpya. Samsung Galaxy A56 ina support charger ya wati 45 ambayo kiwastani inajaza beti kwa risali 1 na dakika 13. Kwenye swala la charge kudumu, beti yake ya miliampia hawa 5000 inaweza kukaa na charge kwa masaa 12. Haya ni masaa mengi ukiwa na matumizi ya hapa na pale, ila ukiwa unacheza game muda wote ni simu ambayo inaweza kukaa na toka kwa takriban masaa 5. Hii ni chini ya wastani, maana simu nyingi za daraja la kati huchukua masaa mpaka 7. Samsung pia Galaxy A56 ina waterproof aina ya IP67, yani ukidondosha simu kwenye maji ya kina cha mita 2 inaweza kukaa kwa
karibu nusu saa bila maji kuingia na simu ikatoka nzima na ikawa unaweza kuitumia. Hata unaweza kuitumia ndani ya maji. Samsung Galaxy A56 ina kamera 3. Kamera kubwa ina lensi ya megapixel 50, haina kamera ya telephoto na haina mfumo mzuri kulinganisha na matoleo ya Samsung Galaxy S series kama S24 ama S25. Ubora wa picha ni mzuri hasa katika mwanga mwingi, ila kwenye mwanga mdogo ubora unapungua kidogo kutokana na noises. Wakati wa usiku simu nyingi huwa hazitoi picha ile nzuri kulinganisha kwenye mazingira ambao kuna mwanga wa kutosha. Na pia hii simu kama nilivyotangulia kusema inakuja na Android 15 na pia itakuwa inapokea matoleo mapya ya Android kwa kipindi cha miaka 6 mfululizo, ikimaanisha utapata mpaka Android 21. Hii simu imeambatana na mifumo mingi sana ya AI kama vile wanaita Cycle to Search. Cycle to Search hii inasaidia kusearch kitu ambacho umekikuta kwenye picha na unataka kukifahamu taarifa zake. Unazungushia tu duara, ukishazungushia pale Google itakupa taarifa zake kuhusu iko kitu ambacho unachokitaka. Kwa leo tuishie hapa. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu ya Simu Nzuri na pia kuwa unatembelea katika tovuti yetu ya simunzuri.com, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo watu tunavifafanua kuhusu simu. Lakini pia kama unahitaji simu, tutakupa mwongozo wa nini hasa unapaswa ukifanya upate simu sahihi na nzuri ambayo inakufaa kwa matumizi.